Moja ya kanisa linafundishwa vizuri ni kanisa la JGT Buzuruga. Wahubiri wa kila aina, watu wa kila aina, watu wa mataifa, wa Sudani, wa Kongo, si watu wa wapi, watu wenye miguu na wasio na miguu, wenye mikono na wasio na mikono. Kisema hivyo si mnaelewa? Watu wa kila aina, wanaojua lugha zote. Aliwahi kuja hapa Warusi 9 walikuwa hapa. Na siku hiyo niliona kitu cha ajabu. Walihubiri masomo matatu tofauti. Yaani huyu kapewa dakika 10, huyu dakika 20, huyu 15. Hata Warusi waliwahi kuja kufanya huduma. Kwa kanisa linafundishwa kwa kiwango kikubwa. Lakini jiulize, kwa nini hautoki hapo ulipo? Kuna watu wako na miaka wameokoka ni kweli, lakini kwa nini hautoki hapo ulipo? Kwa nini usogee? Kwa sababu adui anajua kuna mahala ameroka. Kuna mahala ameweka kufuri. Kuna mahala anapiga vita. Moja ya eneo ni kwenye eneo la ufahamu, eneo la akili au fikra. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa niangalie, fungie mkono naye. Hapo mchapie Yesu makofi. Usikilize. Pointi ya kwanza, akili au ufahamu ni lango la mafanikio yako kiroho au kimwili. Narudia. Ufahamu wako ni lango la kufanikiwa kwako kiroho au kimwili. Kwa hiyo kufanikiwa kwako kunategemea na uwezo na mazingira ya ufahamu wako, akili yako au ufikira yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Na ni kusudi adui amfunge mtu, amweze mtu. Kitu cha kwanza anafanya ni kuachilia kifungo kwenye ufahamu wake. Nisikilize. Vita ya kwanza kwenye Biblia ilikuwa ni vita ya kiufahamu. Hakuwepo uchawi, hakuwepo matunguli ya kumtumia mtu. Vita ya kwanza kwenye Biblia ilikuwa ni vita ya kiufahamu. Vita ya kiufahamu. Mwanzo 3:1. Vita ya kwanza ilikuwa ni vita ya kiufahamu. Naomba nisikilize vizuri. Soma haraka. Biblia inasema, basi nyoka alikuwa mwelevu kuliko wanyama wote. Shika hapo kwanza. Basi nyoka akawa mwelevu kupita wanyama wote. Maana nini? Nyoka akawa na akili, akawa na ufahamu, fikra zake zikawa juu kuliko wanyama wote. Na ndio maana shetani aliona asitumie chura, asitumie bata, walikuwepo, asitumie njiwa pori, akatafuta kitu ambacho kina uelevu wa juu, ufahamu wake uko juu, akili yake iko juu, akamchukua nyoka, miongoni mwa wanyama wenye akili. Endelea. Kuliko wanyama wote mwituni aliwafanya Bwana Mungu. Sawa. Akamwambia mwanamke atii, hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani. Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani twaweza kula?